Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Jiandae Mheshimiwa. Mimi nianze moja kwa moja kwa kumshukuru Mheshimiwa Rais. Sote tunafahamu kuna mvua zinazoendelea sasa za masika, na upande wa jimbo langu kule Mlimba barabara zimekuwa zikiharibika sana, lakini kupitia ofisi ya Waziri Mkuu Mheshimiwa Rais kwa kweli namshukuru, amechukua hatua. Alimuelekeza Waziri wa Ujenzi kaka yangu Ulega, na namshukuru sana. Alipanda helikopta kutoka Dodoma na amekwenda kuchukua hatua kule, na serikali ipo kazini. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Naibu Spika, nijielekeze kwenye hotuba hii ya bajeti ya leo. Nimpongeze Mheshimiwa Waziri kwa kazi kubwa anayofanya, na mimi niseme tu kwa dhati, ukiona Mheshimiwa Waziri unateuliwa kwenye wizara moja mara mbili, maana yake wewe ni mbobezi katika eneo hilo. Hongera sana. Hongera sana. Mheshimiwa Spika, Naibu Spika, namshukuru Mheshimiwa Rais kwa jambo lingine mahususi. Jambo kubwa ambalo Mheshimiwa Rais amelifanya kukamilisha ujenzi wa makao makuu ya mahakama yetu ya Tanzania. Jambo hili la kumpongeza, kwani ameweka historia katika taifa letu. Lakini pili nimshukuru His Lordship Professor Ibrahim Juma, Jaji Mkuu wa mahakama yetu Tanzania. Namshukuru kwa sababu moja, amefanya mageuzi makubwa sana kwenye muhimili huu wa mahakama. Na sio tu kuhamisha makao makuu, kusimamia ujenzi wa makao makuu Dodoma, lakini amefanya mageuzi mengi kama vile matumizi ya tehama ambayo zinasaidia katika kuhakikisha kesi zikamilike kwa wakati na Watanzania wanatendewa haki. Hili ninampongeza sana Mheshimiwa Profesa Ibrahim Juma, Jaji Mkuu, atakumbukwa kizazi hata kizazi. Mheshimiwa Naibu Spika, na hapa ninavyompongeza Mheshimiwa Jaji Mkuu ni nukuu maneno ya Rais wa awamu ya 26 wa Marekani. Yeye alisema neno haya, anaitwa Theodore Roosevelt. Anasema neno haya: people don't care how much you know until they know how much you care. Tunapopewa dhamana za kuhudumia watu, alikuwa na watu, lazima utumize wajibu wako kiasi ya kwamba unajali watu, yani unaacha matokeo, unaacha alama, ili kusudi watu waone wewe kweli ulikuwa unajua katika kutimiza majukumu yako hayo waliopewa. Sasa hili Jaji Mkuu wetu amefanya, na Theodore Roosevelt anasema maneno haya, na mimi nampongeza sana. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, nijielekeze kwenye eneo hili la kampeni ya msaada wa kisheria wa Mama Samia. Yaani kama kuna jambo ambalo sisi wa Tanzania tuna kila sababu ya kujivunia ni kampeni hii. Wenzangu wamesema, Mheshimiwa Mzava ameeleza hapa, na mimi namuunga mkono kuanzishwa kwa mfuko maalum wa msaada wa kisheria. Kimsingi tunaona jambo hili lina matija kwa Watanzania. Sasa lakini mimi ninaongeza jambo lingine, kwa nini, kuna dhambi gani tukifanya iwe taasisi kwa mujibu wa sheria? Kwa sababu nafahamu Mheshimiwa Rais analifanya jambo kwa utashi wake yeye binafsi. Sasa akienda akapata awamu hii nyingine ya pili, akahitimisha muda wake. Sasa msaada huu, kampeni hii inakwenda kusimama. Jambo hili lazima kama serikali mchukue hatua. Tuanzishe taasisi kwa mujibu wa sheria ambayo kizazi hata kizazi kitamkumbuka Mheshimiwa Rais kwa ubunifu mkubwa wa kuwasaidia Watanzania. Baada ya kusema Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Naibu Spika, nijielekeze eneo lingine la huo msaada huo wa kisheria, kuimarisha huduma za kisheria za msingi. Kuimarisha huduma za kisheria za msingi, yani primary legal aid. Nataka kusema nini hapo Mheshimiwa Naibu Spika? Tunafahamu kwamba pamoja na jitihada za serikali katika kutoa msaada wa kisheria, kuna baadhi ya maeneo, kwa mfano magereza. Magereza kule kuna watuhumiwa, magereza kule kuna wafungwa. Na hapa naomba ninukuu, kuna kundi moja la muziki huko nyuma linaitwa Majitu, lilikuwa walimshirikisha Inspector Harun. Wanasema hivi, sio wote wanaokwenda jela wana hatia, wengine wanakwenda kwa kesi za kusingiziwa. Sasa hizi huduma za misaada ya kisheria zikienda kwenye maeneo kama magereza, najua zipo, lakini zikaimarishwa, zikawa funded, yani zikawekewa mpango maalum wa fedha, ili hawa paralego pamoja na serikali watengeneze mfumo ambao utafanikisha wafungwa kupata msaada wa kisheria, ili waweze kujitetea na wasihukumiwe bila kuwa na hatia. Lakini Mheshimiwa Spika, eneo lingine ni swala la RITA. Tunafahamu kazi kubwa inayofanya RITA
kwa maana ya wakala, usajili, ufilisi na udhamini. Wanafanya kazi nzuri, na leo hii tunaona sasa hivi usajili wa vyeti vya kuzaliwa unafanyika kupitia mtandao. Jambo hili ni jema sana. Lakini kwa sisi hasa wabunge wa vijijini, kwa mfano pale Mlimba, mwananchi anayotoka kata Masagati anatembea umbali wa kilomita takriban 223 anakuja ofisi ya mkuu wa wilaya ya Kilombero kufuata cheti cha kuzaliwa. Kwa hiyo ni shauri wangu kwamba serikali sasa ione haja ya kuwapa fedha, kuwekeza fedha hii taasisi yetu ya RITA, wakala wa RITA ipewe fedha za kutosha, ili kusudi vyeti vikiwa tayari basi viende kwenye kata zetu na mwananchi apate cheti kwa wakati kwa kutumia gharama nafuu. Eneo lingine Mheshimiwa Spika, niende kwenye eneo la mahakama yetu pale ya mwanzo ya Mlimba. Na hii niombe Mheshimiwa Waziri tusaidie. Na nikupongeze Mheshimiwa Waziri na niendelee kumpongeza Mheshimiwa Rais. Jengo lililojengwa pale Mlimba lina hadhi ya kuwa mahakama ya wilaya. Ombi langu. Na limejengwa na wakati huo lilianza na Profesa Mzee wangu Kabudi. Ndio alianzisha ujenzi wa ile mahakama. Jengo lile la kisasa lina uwezo wa kuwa na hadhi ya mahakama ya wilaya. Kwa hiyo nimuombe Mheshimiwa Waziri kupendeza, pamoja na kwamba Mlimba ni halmashauri ya wilaya, tunakwenda kutafuta hadhi ya wilaya kamili, basi mahakama itangulie. Ile mahakama ya mwanzo ya Mlimba pale sasa hii ipate hadhi ya kuwa wilaya, itoe huduma kwa wananchi wale wa Mlimba. Lakini Mheshimiwa Spika, mwisho nitoe wito na niwakumbushe ndugu zetu wote ambao wamepata heshima kubwa katika taasisi au vyombo vya dola katika utoaji wa haki. Niwape rai moja. Na hapa naomba ninukuu maneno ya Biblia. Wakasome Zaburi ya 90 mstari wa 10. Inasema maneno haya, Mheshimiwa Spika, Naibu Spika: uhai wetu hapa duniani ni miaka 70. Tukiwa wenye nguvu 80. Kiburi chake ni taabu na mateso duniani. Maana yake nini? Duniani tunapita. Ukipewa jukumu la kutoa haki, hebu toa haki vizuri kwa kuzingatia misingi ya sheria, Mheshimiwa Naibu Spika. Kwa sababu duniani tunapita, na nimesema mimi na Biblia inasema ukizidi miaka 80 na kuendelea, kiburi chake taabu na mateso. Maana yake nini? Hata suti ya milioni moja, Mheshimiwa Spika, ukiwa na miaka 90 huwezi kuvaa. Hata nyama huwezi kutafuna. Ndio taabu na mateso duniani. Kwa hiyo duniani maisha yetu ni temporary. Lakini pia waraka wa Mtume Paulo kwa Wakorinto anasema nikiitazama dunia ni ubatili mtupu. Kwa hiyo tunapokwenda kutoa haki, iwe katika level ya familia, iwe katika level ya taasisi za serikali au mahakama, tusimamie misingi haki, tukijua kwamba hapa duniani tumekasimiwa haya majukumu kama neema, tumepewa kwa neema. Sasa hebu tutumie neema hii vizuri kuwatendea haki ambao kimsingi hawana hatia na wanataka kutendewa haki. Mambo yaliyopo duniani, tuwe na mali, tuwe na fedha, tutaziacha duniani na tutatangulia mbele za haki. Baraka Mheshimiwa Spika, naomba kuunga mkono hoja. Haitoshe tu kusema tumsaidie Mheshimiwa Waziri bajeti yake ipite, kwa sababu nia njema Mheshimiwa Rais kuimarisha misingi ya haki nchini. Asante sana.